Jioni hii tunapokusanyika kwa ajili ya darasa letu la Biblia, tuanze moja kwa moja na sote tuombe wakati huu. Baba yetu li mbinguni, uwepo wako hapa pamoja nasi ni dhahiri. Tunapoendelea na darasa hili la kujifunza Biblia, tufunulie ukweli uliopo, tuongeze imani yetu, tuongeze upendo wetu, ili tuweze kutii kwa upendo, na kwamba tuwe na haraka mioyoni mwetu kutoa ukweli hizi kwa wengine kabla tujachelewa. Tupe upako wako mkuu zaidi wa Roho Mtakatifu, na utulishe kutoka kwa mikate ule ule utulisha mchana. Tubariki sasa, tunaomba Bwana, endelea na uamsho huko kati ya roho zetu. Mwaka huu hauwezi kuwa mwaka wa kawaida. Tumepiga hatua moja karibu na alama ya mnyama, kufungwa kwa mlango wa rehema. Tubariki sasa, tunaomba na tuweze kuwa makini na tuwe sawa na roho yako. Tubariki tunapoona sasa kwa Kristo Yesu. Amina. Nataka kuzungumza moja kwa moja kama unavyoona kichwa chetu, na nataka kuanza si kwa kauli ya Trump kwenye rekodi iliyosema kwamba utapoteza ushirika wako wa kanisa, hali yako ya msamaha kwa kodi ikiwa utapinga. Sasa mimi nataka kuanza na Peter Hicks. Huyu ndiye mkurugenzi wa idara ya vita. Tazama hii kwa uangalifu. Kwa kweli ilikuwa kwenye kifungua kinywa kwenye maombi ya Alhamisi. Amerika ilianzishwa kama nchi ya Kikristo, itabaki kwa nchi ya Kikristo katika DNA yetu kama tutaitunza. Na kama taifa la umma, maafisa, tuna wajibu mtakatifu kwa miaka 250 kumtukuza. Ni sawa kabisa kwa nini tulianza ibada ya maombi kila mwezi huko Pentagon, kitendo cha kile tunachokiona kama utayari wa kiroho. Taifa linalomsahau Mungu wake linaweza likasahau ukuu wake. Kama alivyosikia kwa Rais Trump, mengi kuhusu amani imezungumzwa katika idara ya vita. Tunajiona kama idara ya nguvu, lakini pia tunahitaji kukumbuka kwamba tunapaswa kupata nguvu zetu kwenye imani na kwenye ukweli wa neno la Mungu. Na kama Kristo katika njia za kidunia, mashujaa wetu hawajaitwa kutuliza dunia, lazima wakabiliane nayo. Tunajua tunapigana vita vya kimwili, lakini kama rais alivyosema, na uwanja wa vita ni wa kiroho. Sisi tu kwamba tuwapiganaji tumejihami na silaha za uhuru, lakini hatimaye tutajihami kwa silaha za imani. Shujaa yuko tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya kikosi chake, nchi yake na Muumba wake. Shujaa huyu hupata umilele. Ulisi wake hautakuwa wa hasara, bali wa utukufu, wa sababu kubwa zaidi kuliko yeye mwenyewe. Na kwa ajili ya roho ya Amerika ni lazima tuendelee kutukuza si upanga wa kimwili tu, bali upanga wa kweli, huruma. Unless you have spiritual discernment, ni mpaka uwe na utambuzi wa kiroho. Alichokisema Peter Hicks amesema itaashiria mgogoro unaokuja, lakini ukifanya hivyo utagundua kuwa inaashiria mgogoro kuhusu ibada hapa Amerika. Ukirudi mwanzo katika uumbaji, udanganyifu wa kwanza ulikuwa Shetani akichanganya ukweli pamoja na uongo, akichanganya ukweli na uongo. Je, Mungu amesema? Na akanukuu sehemu ya Mungu alichokisema na kuongeza ambacho Mungu hakusema, na Hawa anguka katika huo udanganyifu. Ukirudi katika ujio wa kwanza wa Kristo katika jangwa la majaribu, jaribu la pili,
Did Satan Je, not shetani hakuchanganya ukweli na uongo? This devil actually quoted kitendo cha mtu huyu, shetani huyu akinukuu kutoka Zaburi 91 na akaacha kuchanganya kwa muda mfupi ukweli na uongo, lakini bila shaka Kristo alikuwa nyeti sana kuhusu ukweli na uongo, na aliweza kufunua yule joka wa zamani aitoa shetani na ibilisi. Katika siku za mwisho ameshuka chini na nguvu na ghadhabu kuu, kwa sababu najua ana nguvu zaidi, ana muda mfupi, na uongo unakwenda kuchanganya kati ya uongo na ukweli. Tazama kwa makini, mtu huyu amesema kwamba usipokuwa Amerika ilianzishwa kwenye nchi ya kidini. Je, hiyo ni ukweli au uongo? Inamaanisha unachokimaanisha. Kwa sababu Biblia, Amerika ina kanuni za kibiblia ndani yake, na hakuna tatizo lolote na serikali ya kiraia ikiweka sera zake kulingana na maandiko. Hiyo ni Warumi 13, ni sawa. Kumlinda jirani yako, usiue, usizini, usiseme uongo, usiibe na kadhalika. Hizo ni kanuni za Biblia. Lakini alisema pia sisi tu alianzisha ibada ya maombi huko Pentagoni, na mwezi Julai tutakuwa sehemu ya wakfu mkuu katika nchi ya Amerika, ibada kuu ya maombi na kufunga ambayo haina uhusiano wowote na sheria za kiraia serikalini. Hiyo ni ukweli ikichanganywa na makosa, udanganyifu, rafiki zangu. Sasa kila mmoja angalie kwa makini hapa. Kila ninaporudia jambo ni kwa sababu ninaingia kwa ndani zaidi. Mtazamo mpya kwenye skrini, unaona mfano wa Danieli sura ya 6. Sura hii inatuambia serikali ililazimisha kila mmoja kusali, sio kuabudu, ni kuomba tu. Kuna ubaya gani wa kuomba? Hakuna, isipokuwa kuna mtu mwingine yeyote. Ni nani anayelazimisha kuomba? Akitunga sheria kwa ajili ya kuomba. Ikiwa ni sheria kwa kuomba, hiyo ina madhara. Ni nini kilichomtokea Danieli? Bwana turehemu. Alitupa kwenye tundu la simba. Kwa hiyo inaanza kwa upole. Leo ni kwamba imefungwa, ni Kristo, ni kama Kristo. Ndio inaanza kama upole, na unaweza kuniita mwenda wazimu. Kuna ubaya gani rais akisema kwamba kila mtu lazima aombe Julai 4? Kuna tatizo gani kwa ajili ya maombi ya mchungaji? Je, wewe ni mchungaji? Rudi kwenye Biblia yako bwana. Nini kilitokea hapo? Watu walipotupwa kwenye tundu la simba kwa kutokuomba kulingana na sera za serikali. Na hapo ndipo inapoelekea, kwa sababu mama msinianzishe, marafiki zangu. Mathayo 24, Kristo alisema ishara kuu ni nini? Unajua mwisho umekaribia. Kwenye mstari wa 14, mstari wa 15, angalia simulizi ya Danieli, chukizo la uharibifu. Hapo ndipo inapoanza kitabu cha Danieli. Ni nini kinachoweza kuwa chukizo zaidi kuliko serikali inayoshawishiwa na dini kulazimisha watu kuomba na kuabudu? Hiyo ndio kilele cha chukizo, na upapa unaitwa kwenye kitabu cha Danieli uasi na uharibifu, au chukizo la uharibifu, na chukizo la uharibifu. Na ni nani aliye nyuma ya Trump? Kevin Roberts, Mkatoliki. Hii ni chukizo la uharibifu mbele ya macho yetu. Tazama kwa makini hapa, marafiki zangu. Kumbuka, kila ninaporudia jambo, tazama kwa makini. Katika Pambano Kuu, tazama kinachozungumzwa hapa. Hii ndipo wakati Jumapili ilipoanzishwa, wakati wa zama za giza. Sasa kwa makini, nasema kwamba baadaye Papa nani? Papa. Baadaye Papa alitoa maelekezo. Paroko anapaswa kuonya wanaovunja Jumapili
and wish them to na go to kuwataka waende church kanisani na nini pray. na kuomba. Unaona, and say their prayers lest they bring some wasije great wakaleta calamity msiba mkubwa on juu yao themselves wenyewe and na majirani neighbors. zao. Calamity, watch Misiba, carefully. tazama kwa Watch carefully makini, now. tazama kwa makini. An ecclesiastical Na council baraza la kidini brought forth the lileta argument, hoja hiyo since tangu so widely lilipotumika employed, sana even by hata na Protestanti, that because kwamba kwa persons have sababu been struck watu by walikuwa lightning wamepigwa na radi while laboring on wakati Sunday, wakifanya it kazi must be the Jumapili, Sabbath. ni lazima itunzwe kama Sabato. Ellipsis. Aina hiyo That inasema same kwamba paragraph goes on to state, it quote, it is anasema kwamba apparent, said the prelates, inaonekana kwamba watangulizi walisema jinsi hasira ya Mungu ilivyokuwa juu kwa kupuzia kutunza Jumapili. Rufaa ilitolewa kisha kwamba marafiki, wafalme tunaweza kuongeza, marais tunaweza kuongea, mawaziri tunaweza kuongeza, na wote watawala na wakuu, watu wote waaminifu, hunukuu, wakitumia juhudi zao na waangalie kwamba siku Jumapili irudishwe katika heshima yake. Tazama sasa, kwa ajili ya sifa ya Ukristo ikizingatiwa kwa uchaji zaidi na wakati ujao. It begins very inaanza kama sauti ya upole. Let's just rededicate America. Hebu tujiwekee wakifu upya Marekani kwa Mungu. Nataka kila mtu amwombe Mungu ili Mungu aweze kuibariki Marekani. Hivyo ndivyo ilivyoanza. Na swali ni kwamba 2026 Julai 4 ni awamu ya kwanza ya sheria ya Jumapili ijayo. I keep saying that. Ninaendelea kusema hiyo And I haven't yet unpacked na bado sijafungua. Stay tuned. Endelea kufuatilia. Trump. Kifungua kinywa hiki cha maombi kinakuja wakati maalumu wa nchi yetu tunapojiandaa kusherehekea miaka 250 ya uhuru wa Marekani, kuunga mkono uboreshaji. Kusisimua asubuhi ya leo, ninafurahi kutangaza kwamba mnamo Mei 17, 2026 kwamba tunawaalika wa Marekani kutoka kote nchini kusanyika pamoja kwenye duka letu la kitaifa kuomba na kutoa shukrani. Na tunafanya jambo ambalo kila mtu alisema kama hilo ni gumu, kwenda kuiweka wakfu tena Amerika kama taifa moja chini ya Mungu. Unajua nini, marafiki zangu? Acha niende hapa kwanza. Na bila shaka hiyo yote ni kauli mbiu ya Kikatoliki, taifa moja chini ya Mungu. Chini ya Mungu? Chini ya Mungu gani? Mungu wa Kikatoliki wa Kirumi. Hiyo ndiyo inatoka wapi? Sasa Jumapili ndiyo wanaitangaza. Na unataka siku hiyo ya utaratibu wa kupumzika. Nashangaa, lazima umelewa pombe kiasi kuona kwamba kwa kinachoendelea. If you can't see what's coming, kama huwezi kuona kinachokuja, lazima uwe ni mlemavu wa akili. Tazama kinachokuja ni chapa. They're verbally saying it. Wanaiona kwa maneno. Na watu bado wanauliza, je, tupo katika siku za mwisho? No 5 keys of survival is being implemented. Za kuishi zikifanywa na watu. Lazima tuwe wenda wazimu kiakili kusudi tusiweze kuona. Go back to church. That's how it starts. Rudini kanisani. Just pray. Hivyo ndivyo ilivyoanza. Go to church. On what day? Sunday. Kisha nenda kanisani siku gani? Jumapili. Kama and then comes fine, siku aibishwa hadharani kwa kufungwa, kifungo cha maisha kifo. Ndivyo ilivyoanza. That's how it starts. Kuwalazimisha watu kuomba. Hivyo ndivyo ilivyoanza. Sikiliza ninavyosema hapa. Tuliondoa marekebisho ya Senator Johnson ili wachungaji waweze kusema ukweli na wao waweze kusimama bila wakiwa na hadhi yao ya msamaha wa kodi. Tulifanya kazi kwa bidii kuondoa marekebisho ya Johnson. Yamepita kiasi unavyoweza kusema chochote unachotaka. Sasa ukisema jambo baya kuhusu Trump, mimi nitabadilisha mawazo yangu na hali yako ya msamaha wa kodi itarekebishwa mara moja. Na watu nafikiri kwamba huo ni ucheshi tu. Tongue in cheek. Ulimi na shavu. Stop it, friends. Acha marafiki.
Do you recall what happened between Je, March mnakumbuka 11, kilichotokea kati ya Machi 11, even 2020 to this date? hata tarehe ya leo? Do you remember Na unakumbuka Warp Speed? operation ya kupunguza That wasn't kasi? Biden. That was Trump. Huyo alikuwa ni Biden, sio Trump. Operation Warp Operation ya kupunguza Speed. Using kasi the military kwa kutumia to go jeshi all around America kuzunguka nchi yote ya Amerika and put a needle na in kuatia people's watu arm. sindano. That was Trump. Huyo alikuwa Not Trump. Biden. Ni What Biden. happened to Na those nakumbuka channels kilichotokea kwa ile mitandao ya on social kijamii media iliyokuwa that were zikifichua exposing the sorcery, uchawi, the deception, udanganyifu, the ajenda za depopulation kupunguza agenda. idadi za watu. What happened to those pages? Ni kilichotokea kwa kurasa hizo. They were either Wali censored, they were taken down, removed. Na hapo ndipo watu wengi walilazimika kukimbia, kunguruma na kuuma kitu ninachokita kidogo BitTorrent. Hakuwa na kurasa zaidi. Hii sio utani, rafiki zangu. Mkipinga serikali ni machukizo. Muunganiko kati ya kanisa na serikali ni lazima itokee. Anasema kwamba utapoteza kanisa lako na msamaha wako wa kodi. Baadhi ya watu wanaweza kusema kwamba ni sehemu ya ondoleo la kodi. Watu wangu ni sehemu ya kanisa. Kanisa ambalo halitaruhusiwa kuhubiri. What happened in Acts chapter 4 and Acts chapter 5? Did the church and the government not unite and say to Christ's apostles, did we not tell you not to preach in this man's name, because by thus doing you are bringing his blood upon us? You're preaching against us. They jailed Peter, James, and John. Herod chopped off James' head. Why? Because he was preaching against Herod, the government. Not only John was beheaded, James was killed by Herod. Why were these written? We must be stupefied with too much TikTok. We can't see what's coming. One day you will have to say utataka kuhubiri kwamba huyo mhubiri alikuwa mwenda wazimu hata kidogo. Lakini ukisema hivyo, kuna uwezekano mkubwa kwamba unaweza kuwa katika kundi lilopotea. Siku za mwisho, tuko siku za mwisho. Niletee hiyo bodi mhubiri. Hii sio wakati wa midday surge. Nipatie hiyo bodi na tunaanza. You know what we're told, my friends? Marafiki zangu, we're told in Last Day Events page 80. Wa matukio siku za mwisho 80. Last Day Events page 80 siku za mwisho 80. I wish to tell you, kuambia hivi karibuni, soon no work will be done. Hakuna kazi tutakayoweza kufanya katika safu ya uchungaji. I wonder why. Nashangaa kwa nini. Last Day Events matukio siku za mwisho kurasa 80 hivi karibuni, nataka kuambia kwamba hakuna kazi itakayofanywa katika huduma zaidi ya kazi ya mishonari wa kitabibu. Nashangaa kwa nini. Unajua kwa nini kitatokea kwa makanisa wa Sabato? Ikiwa viongozi, ikiwa wachungaji wanahubiri ukweli wa sasa, kama wanahubiri ukweli wa sasa, kitatokea nini? Nini kitakachofanya ubiri ukweli wa leo na hautaji Babeli ni nani? Haiwezi kuwa injili ya milele. Katika Ufunuo 14 mstari wa 6 mpaka 12, Babeli ni nani? Lakini Babeli ina uhusiano na wafalme wa dunia. Huwezi kuhubiri alama ya mnyama bila kwanza kumtambua mnyama. Huwezi kuhubiri kuhusu alama ya mnyama bila kutambua nani aliyeweka alama ya mnyama. Sanamu. Sanamu. Wote wanaume wawili, wanachama wa kanisa, wanasiasa, wanachama wa kanisa, wanasiasa. Sanamu ya mnyama.
Huwezi kuhubiri ujumbe bila kutambua mnyama, sanamu na chapa ya mnyama, kuhubiri dhidi ya serikali. Sio kwa sababu unajaribu kuwa msumbufu, lakini lazima uwe mwaminifu kwa Yesu. Tunapaswa kumtii Mungu badala ya mwanadamu, kwenye Matendo 5:29. Kwa hiyo ukipoteza hadhi ya kodi ya msamaha, utamuuza Kristo kwa pesa, utaweza kuwa tofauti na Yuda. Kwa hiyo vipi kupoteza jengo lako la kanisa? Kwa hiyo vipi? Kristo alisema kwenye Mathayo 10, msimwogope yeye awezaye kuua mwili, lakini mwogopeni yeye ambaye anaweza kuua mwili lakini baadaye kutupa roho katika jehanamu. Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na nifuate kila siku. Mathayo 16:23. Na kisha Kristo anasema kwenye mstari 24-25, ukijaribu kuokoa maisha yako utapoteza. Ukipoteza maisha yako kwa ajili yangu utayapata. Na itamfaidia nini mtu kuupata ulimwengu wote na baadaye kupoteza nafsi yake? Na ni viongozi wangapi wa kanisa ili kudumisha hali yao ya msamaha ya kodi itapunguza mahubiri yao na kutohubiri injili ya milele. Trump amesema tu, marafiki zangu, nani jua anaposema anamaanisha. Ikiwa kuna jambo moja unaweza kumpa, akisema jambo anamaanisha, itabadilisha kwa mapigo ya moyo, kwa sababu ameleta nguvu. Mpendwa, kwa wakati huu hilo haliwezi kukuokoa lenyewe. Kwa hiyo hivi sasa tunahitaji kujizuia, na katika kipindi cha pili nitahubiri ujumbe wa kujifunza Biblia unaosumbua, ambao unaitwa Yesu alifanya agano peke yake na Waadventista wa Sabato. Baadhi wanaweza kusikia na kufikiri kwamba ni kiburi. Hiyo ina maana kwamba Biblia ina kiburi. Kristo alifanya agano na Sabato pekee katika hizi siku za mwisho. Tayari kwa ajili yake, marafiki? Twende kwenye kitabu cha Waebrania 8. Waebrania sura ya 8. Nataka uanze nami sawa sasa, Waebrania, na upate kifaa cha kuandika. Waebrania sura ya 8, na tunataka kuanza na mstari wa 6, mstari wa 7 na mstari wa 8 wa Waebrania sura ya 8, mstari wa 7, mstari wa 8. Na Mungu analeta mtazamo wa kwanza wa agano la pili and the second covenant. Na agano la kwanza. You see, my friends, I read a marafiki statement zangu, nilisoma taarifa katika volume 6, katika juzuu ya 687 kwamba kunapaswa kuwa less preaching na mahubiri machache, more teaching, mafundisho mengi. If we believe, tukiamini these current events, haya matukio yote yanaonyesha kuwa alama ya mnyama iko karibu na kazi ya maandalizi, kwa sababu sote tutalazimika sote kusimama kwenye mstari wa 7. Je, tuko huko rafiki zangu? Tuko mstari wa 6, unasema kwamba agano la kwanza ilikuwa halina dosari, kisha agano la pili, mstari wa 8. Na tatizo halikuwa kwa Mungu, si kwa sheria, bali kwa watu. Hawakufuata agano lile la kwanza. Je, hiyo ndivyo ilivyo? Tuliona hiyo kwa muda katika Sabato iliyopita. Kwa uangalifu sasa, agano la kwanza lilianzishwa mahali gani? Now, friends, come on, louder. Sasa marafiki zangu, zungumzeni kwa sauti. Agano la kwanza lilianzishwa Mlima Sinai.
Unajua, wanaenda makanisani marafiki zangu, lakini hakuna masomo yanayoendelea. Hakuna masomo yanayoendelea. Kama unafikiri kuzungumza tu matukio ya sasa kutakufanya uwe tayari, unafanya kosa la kusikitisha. Agano la kwanza lilianzishwa pale katika mlima Sinai. Katika mlima Sinai. Na ndiko gani linalosema hilo rafiki zangu? Tazama kwenye Waebrania 8. Waebrania 8. Waebrania 8. Angalia kwa makini katika mstari wa 9. Unajua nini mhubiri? Nataka tuweze kupata mikrofoni nyuma, sawa? Kaa huko, nitauliza na nataka mnisaidie kwenye kusoma hayo maandiko, sawa? Kwa hiyo nataka muwe tayari. Hebu tutazame kwenye mstari wa 9, Waebrania 8:9. Huu ni mlima Sinai kwenye Waebrania 8:9. Ukiwa nayo endelea kusoma hilo. Si kama agano lilivyofanyika na baba zao siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, nami sikuwajali, asema Bwana. Kwa hiyo agano hili la kwanza lilianzishwa katika mlima Sinai wakati Mungu alipowatoa Waebrania kutoka katika utumwa wa Misri. Ukiendelea katika sura ya twende Kutoka 19. Ukienda kwenye mstari wa kwanza inataja kwamba Mungu alituleta kutoka Misri, walivuka katika bahari Nyekundu kwenye mlima Sinai, na mstari wa 4 mpaka 6 nasema kwamba Biblia, Bwana akaanzisha agano na mataifa ya Israeli. Taifa lipi rafiki zangu? Kwa hiyo agano la kwanza lilianzishwa katika mlima Sinai. Kwa hiyo sasa tunataka tujue ni lini Kristo alianzisha agano la pili. Andika hoja hii kwa makini. Agano la pili. Hakuna msamaha unaoendelea hapa. Hii ni jambo zima la kifo. Agano la pili lilianzishwa, watu watatamani wangekuwa na fursa hii tena. Lilianzishwa baada ya msalaba. Baada tukio gani? Baada ya tukio la msalaba. Agano la pili lilianzishwa baada ya msalaba na baada ya Stefano kupigwa mawe. Tukio hilo ni lipi? Kupigwa kwa mawe kwa Stefano. Kila mtu aende kwenye Waebrania sura ya 8. Mhubiri, soma mstari wa 10 kwa ajili ya darasa. Soma mstari wa 10 sasa hivi. Waebrania 8 usome mstari wa 10. Endelea na angalia kwa makini. Inataja katika mstari wa 10 kwamba Mungu angeanzisha agano la pili. Nenda. Kwa maana hili ndio agano nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku hizo, asema Bwana. Nitaweka sheria zangu akilini mwao na kuziandika moyoni mwao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa kwangu wanangu. Sawa mpendwa, kwa wakati huu tutathibitisha bila utata wakati agano la kwanza lilipofika mwisho pamoja na nyumba ya Israeli pamoja na Wayahudi, na kama watu wa Washington DC wangefanya hivyo, wanaelewa hilo, hawangekuwa wakiondoa sera ambazo wamependelea watu waliotaka Israeli. Je, hilo ni jambo rafiki zangu? Sawa, kila mtu andike haya. Tunathibitisha mwanzo wa agano la kwanza na mwisho agano la kwanza. Hilo ndilo ambalo tunakwenda kuthibitisha sasa. Kwa kweli tumepata mwanzo, tufike mwisho. Thibitisho mwisho. Agano la kwanza. Agano la kwanza. Nataka nihakikishe kwamba hakuna kubahatisha hapa, sawa? Soma mstari wa 9 Waebrania 8. Soma mstari wa 9 Waebrania 8.
Nami nataka ufanye hivyo kufuata neno linalosema kifungu kwamba Mungu hakuwajali. Endelea mstari wa 9. Si kwa sababu ya agano nilofanya na wao baba zangu siku zile nilipowashika mkono kuongoza kutoka nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, nami sikuwajali, asema Bwana. Kwa hiyo hakuna taarifa Yesu alifanya nini? Alipuuza, kupuuza, kukataliwa kwa nyumba ya Israeli. Hivyo ndivyo nasema, iandike chini, haijaliwi nyumba ya Israeli. Hiyo iko katika mstari wa 9. Kwa hiyo kila tunachofanya, nataka kufanya kukompea scripture kati ya scripture kuhusu jambo lile ambalo Kristo alisema neno hayo, kwa sababu Paulo anaandika akiangalia nyuma. Kila mmoja aende kwenye Mathayo 23. Sasa uhubiri Mathayo 23. Nataka mtu mmoja asome mstari wa 37 na mstari wa 38. Subiri. Nami nataka mtu wa pili asome kwenye Kutoka 19. Aunganishe maandiko ya mawili, Mathayo na Kutoka. Nataka kukuonesha ukweli wa sasa. Kutoka 19 nasoma mstari wa 4 na 6. Linganisha zote mbili. Hebu tuangalie Kutoka kwanza, sura 19. Twende mstari wa 4. Mstari wa 4. Mmeona nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai. Basi sasa ikiwa mtatii sauti yangu kwa kweli na kushikia agano langu, ndipo mtakuwa hazina ya kipekee kwangu mimi kuliko watu wote, kwa maana dunia yote ni ya kwangu mimi, nanyi mtakuwa kwangu ufalme na makuhani na taifa takatifu. Kwa hiyo nasema, kwa hili ni taifa la Israeli, ufalme wa Israeli. Kila mmoja tazame hapa, tazama kwenye Mathayo 23. Soma aya 37 na 38. Twende. Yerusalemu, Yerusalemu, wewe unayeua manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako, ni mara ngapi nitakapokusanya watoto wako pamoja kama kuku akusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, nanyi hamkutaka. Tazama, nyumba yenu imeachwa hali ya ukiwa. Kwa hiyo ni upi msemo huo ambao Kristo rasmi anaonyesha kwamba agano la kwanza na nyumba ya Israeli lilifika mwisho. Ni nyumba yako imeachwa hali ya ukiwa. Unaona hapo? Bila shaka siwezi kuweka kila kitu hapo. Nyumba yako, nyumba yako. Alikuwa anazungumza na nani? Na Israeli. Nyumba yako, nyumba yako, nyumba yako. Sio nyumba yangu tena, ni yako, ichukue. Sasa nimepuuza. Nyumba yako imeachwaje? Vipi? Hali ya ukiwa. Hali ya ukiwa. Hali ya ukiwa. Inaonyesha kwamba agano la kwanza liko wapi? Agano la pili lilianzishwa lini? Wakati wakati baada ya msalaba. Na lini? Baada ya kupigwa kwa Stefano. Tunathibitisha sasa. Agano la kwanza lilianza wapi? Lilianza wapi? Katika mlima Sinai. Na lilisha lini? Lilisha lini? Sura ya ngapi? Wakati Yesu alipokuwa karibu kusulubiwa. Nenda kwenye Matendo sura ya 7. Sasa huu ni upigwaji wa mawe kwa Stefano. Ni nini? Angalia kwa makini. Kupigwa mawe kwa Stefano. Hebu tulinganisha andiko kwa andiko. Kupigwa mawe kwa Stefano. Watu wanatakiwa kufungua Biblia zao. Kupigwa kwa mawe
kwa Stefano. Watu hununua vifaa, na kwa sababu wanapenda vifaa vyao watakaa pale na kusoma makaratasi hayo mwongozo, wataingia mtandaoni na kutazama video jinsi ya kufanya hivyo ili kuhakikisha kifaa kinafanya kazi vizuri, kwa sababu wanapenda, na huu wokovu. Wanatenda kana kwamba hawana maslahi. Nenda kwenye Matendo 7. Ndio nataka twende nyote, angalia hili kwa makini. Sisi hufundisha kila mara kwamba kupigwa kwa Stefano ni kufungwa kwa mlango wa rehema kwa Yahudi. Lakini kwa sehemu kubwa hatufanyi hivyo kuanza katika mstari sahihi wa sura hiyo. Na tusipofanya hivyo, viongozi wote wa theolojia na wa dini duniani wataondoa hoja zetu. Lakini mara tunapoanza mahali pazuri, hawawezi kukataa tunachosema. Ndio tunaanza kwenye sura 6 ya Matendo 7. Matendo 7. Tunataka mhubiri usome katika mstari wa 6 na 8. Nataka kila mmoja niambie hii nazungumzia nini. Mstari wa 6 na 8. Na Mungu asema hivi kwamba uzao wake wanapaswa kujiunga katika nchi ya kigeni, na kwamba wanapaswa kuwaweka utumwani na kuwatenda vibaya kwa miaka 400. Acha hapo. Ukilinganisha na mstari wa 6, inazungumzia nini mhubiri? Wanakuwa watumwa wapi? Katika nchi ya Misri. Asante. Kwa hiyo katika tukio la jambo moja kwenye mada hiyo, kwa hiyo Stephen ndiye wa mwisho. Ujumbe kabla ya kupigwa mawe ulitoka kwa nani? Ilikuwa ni agano. Anaanza pale tulipoanza leo, kutoka Misri. Mstari wa 7 soma. Na taifa lile Mungu aliyesema nitawahukumu wale watakao watumikia, na baada ya hayo watatoka na kunitumikia mahali hapa. Sawa. Kwa hiyo wanavuka Bahari Nyekundu. Hivi sasa wako jangwani, na wanafika wapi? Mlima Sinai. Soma mstari wa 8. Akampa agano la tohara. Unaona? Ndiyo. Kwa hiyo mahubiri ya mwisho Stefano yalikuwa yanahusu nini? Agano. Agano lipi? La kwanza. Hebu fikiria, unaipa taifa sifa onyo lake la mwisho na mahubiri yako kuhusu agano. Kwa hiyo ni nini kinachopaswa kutolewa kwa ulimwengu sasa kuhusu habari ya agano? Agano la pili. Ndio ukweli wa sasa. Soma mstari wa 42 Matendo 7. Hatuanzi pale tunapopaswa, na ndio maana leo tutafafanua na kurekebisha hilo. Soma mstari wa 42. Basi Mungu akagaili, akawaacha ili waliabudu jeshi la mbinguni, kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii: Je, mlinitolea mimi dhabihu na sadaka miaka 40 katika jangwa, nyumba ya Israeli? Je, ni mstari gani uko katika mstari wa 42 unazungumzia kwenye hii sura tunayozungumza? Mungu aliwaacha? Hapana. Nyumba ya Israeli. Ndiyo, nyumba ya Israeli. The house of Israel. Je, agano la kwanza lilikuwa ni lipi? Aliweka na wapi? Aliweka na Israeli. Bwana unirehemu. Unaona marafiki zangu? Mnaona? Anaonesha wakati ambapo agano la kwanza liliisha na nyumba ya Israeli ipo katika mahubiri yake. Luka kwenye mstari wa 51. Luka mstari wa 51. 7:51, twende. Na hapa anasema kwamba aliwapa agano wakalikataa. 51. Enyi wenye shingo ngumu, msiotailiwa mioyo wala masikio, siku zote mnapingana na Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya. Sawa. Sasa ni kitu gani walichopingana nacho? Stefano anasema kwamba kwa nyumba ya Israeli walikuwa wanapingana nacho ni Roho Mtakatifu. Ndiyo. Ni agano. First covenant. Amen. Hawakutailiwa mioyo yao. Ndiyo.
Nataka mtu sasa aende kwenye Ibrania 8 tulinganishe na haya mafungu. Nyumba ya Israeli, house of Israel, walikataa rejected Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Nitathibitisha sasa katika agano hilo. Nenda kwenye Ibrania 8. Go to Hebrews chapter 8. Nataka mtu asome kwenye mstari wa 9 na 10. Twende. Verse 9 and 10. Let's go. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono yao kutoka katika nchi ya Misri. So mstari wa 10, maana hii ndio agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Sikiliza, nitaweka sheria yangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Sawa? Okay. Kwa hiyo katika Waebrania 8:10 nasema kwamba nitaweka sheria zilizo akilini, na Stefano katika Matendo 7, ni mwenye mioyo sio tailiwa, mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya. Walikuwa wakikata nini? Agano. Sasa Roho Mtakatifu yuko wapi? Nenda kwenye Ibrania 10 sasa. Go to Hebrews 10. Nikuonyesha kitu hapa. Waebrania 10 Hebrews 10 na mstari wa 15. Sawa. Waebrania 10:15. 15 na 16. Na Roho Mtakatifu naye anamshuhudia, kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakalo agana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Je, kazi Roho Mtakatifu ni wapi? Ni wapi? Ni katika mioyo yetu na katika akili zetu. Nenda kwenye Matendo 7. Walikuwa wanapinga nini? Roho Mtakatifu. Mioyo migumu, walikataa agano. Iko pale pale, marafiki zangu. Hapo. That's how you prove it, my friends. Ndivyo nathibitisha hivyo, rafiki zangu. Kwa hiyo agano la kwanza lilifika ukomo wakati Stefano alipopigwa mawe. Nenda kwenye mstari wa 50 kwenye Matendo 7. Okay, but hold on. Lakini kabla yapo, nataka niulize swali gumu. Taifa linamkataje Mungu? Nyumba ya Israeli ilimkataje Mungu? Je, taifa linamkataa Mungu vipi? Kupitia sheria zao. Kwa nini? Kwa nini nini ufanya ni sheria? Ni sheria. Tunamkataje Mungu kwa sheria? Sawa, kwa hiyo taifa, kwa hiyo nyumba ya Israeli, ngoja tuweke vizuri. Nyumba ya Israeli ilimkataa Mungu, kupitia sheria zake. Sawa, fikiria sasa. Sasa walifanyaje hivyo? Lini walifanya hivyo? Maagizo, sheria, lini? Policy. Hii ni nyumba ya Israeli. Walifanya lini? Come on now. Njoo sasa. What happened in John 11? Ni ikitokea kwenye Yohana 11. John chapter 11. Kwenye Yohana 11:47 mpaka 53. Who met that day? Nani alikutana na hilo? Kuhani mkuu. The leaders, viongozi wa nyumba ya Israeli. And what did they say? Na walisema nini? We must kill this man. Lazima tumuue huyu. Hiyo ni kwa sababu ya sheria, walimkataa Kristo. Agano ni kati ya watu wawili. Ukisema tumuue mwenzako, unaharibu nini basi? Unaharibu agano. Give me one more scripture. Nipe andiko zaidi. John chapter 11. Yohana 11:47 hadi 53. Njoo. Where else? Come on. Tuko wapi? Haya, twende. John chapter 19, brother. Kwenye Yohana 19 mstari wa 12 na 15, kiongozi wa Kiyahudi alimwambia Pilato, hatuna mfalme lakini Kaisari. Hiyo ilikuwa sheria rasmi kutoka kwa nyumba ya Israeli kumkataa Mungu.
Yohana 19. Asante. Ni hapo ndugu. Ndio hiyo dada. Tunaelewa sasa. Moja zaidi. What about the people? Bibi kuhusu watu. Did they join the party? Je, walijiunga na chama? Give us who? Tupe nani? Kwenye Mathayo 27. Crucify Christ. Sasa tumsulubishe Yesu. Tupe Baraba. Kwenye Mathayo 27 mstari wa 20 hadi mstari wa 23. Hivyo ndivyo taifa lilivyomkataa Mungu. Lakini angalia, kila mtu alihusika katika kukataliwa huko? Hapana. Sababu kulikuwa na waaminifu kama Petro, Yakobo, Yohana, Maria, Martha. Je, ina maana gani? Lakini taifa kupitia sheria zake walimkataa Mungu. Ina maana sasa, kwa mfano Bethlehem, dhehebu la CDA linaweza pia kumkataa Mungu kupitia sheria zake, sawa? Walipoandika 2004 kwamba waliandika kwamba yaweza kutayarisha, lakini hayawezi kufanua imani ya matendo. Unakubaliana hilo? The prophets work to define the word. That's a rejection of spirit of prophecy. Huo ni kumkataa roho ya nabii. Kwa pamoja marafiki, kwa hiyo kama dhehebu au taifa tulikataa roho ya unabii, lakini ni watu waaminifu ambao walikuwa sehemu ya kukataa huko. Wote pamoja kama taifa walimkataa Kristo 31, lakini ilithibitishwa rasmi walipomtupia mawe Stefano katika kichwa. Hilo lithibitisha kumkataa 34. Je, ina maana sasa hiyo? Ina maana sasa? Matendo 7, twende. Ni muhimu sana. Ni lazima tuwe wanafunzi wa Biblia. Twende kwenye Matendo 7:54. Matendo 7:54, twende. Basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Keep going. Yes. But he being full of the Holy Ghost look up steadfastly, lakini yeye akijaa mtakatifu akatazama macho yake akitazama mbinguni akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Je, ilikuwa ni sehemu gani? Ukisema mstari wa 56 akasema, tazama naona mbingu zinafunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Yesu alikuwa amefanyaje? Alikuwa amesimama. Yesu alikuwa doing what, friends? Alionekana akiwa amefanyaje, rafiki zangu? Amesimama. Standing. Where? Amesimama. Wapi? Standing at. Amesimama upande at the right hand. Wa kulia. Okay, preachers back there. Tell us what that means. Huko nyuma tuambie hilo maana gani? Katika mkono wa kulia. So that means that the Jews. Kwa hiyo ina maana kwamba Wayahudi walikuwa wakihukumiwa wakati huo. Yesu aliposimama anawahukumu kwenye Luka 13. He's judging them. Amen. Anahukumu. Amina. Lakini kabla hatujaenda huko, tunataka kuonesha kwamba alipoenda mbinguni alikwenda kukaa. Andika hilo. Matendo sura ya 2. Matendo sura ya 2 mstari wa 32 mpaka 34. Yesu anasimama, amekaa. Lazima watu wafahamu kweli hatua kwa hatua na point kwa point. Yesu alikuwa amekaa katika nini? Katika mkono wa kuume. Kukaa maana yake nini? Kuwapatanisha. Kukaa maana yake katika mkono wa kuume wa Mungu. Means what? Inamaanisha nini? Inamaanisha kuombea au kupatanisha. It means inamaanisha interceding. Kupatanisha. And what text say that? Romans. Na ni andiko gani hilo? Warumi chapter 8 and verse 34. Na mstari 34. Lakini sasa Stefano alipoona mbinguni hakai tena, lakini amesimama. Sasa njoo sasa ni haya gani hiyo ambapo akisimama mlango unafungwa? Let's go. Luke 13. Luka 13, twende 25 na 28, twende. Wakati mwenye nyumba atakaposimama.
na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango mkisema, E Bwana, tufungulie. Yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Kwa inasema kwamba ameinuka na alikuwa amekaa akipatanisha, na sasa amesimama, manake mlango unafungwa kwa sababu watu wako nje ya mlango na hawezi kuingia. Mhubiri, endelea kusoma tafadhali. Ndipo watakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulitufungulia katika njia zetu. Na atasema, nawaambia, siwajui mtokako, ondokeni kwangu ninyi nyote mliofanya wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahim na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Na ninyi yote mmefanyaje? Mmeondolewa nje. Kwa sasa hivyo, hebu tuone kila ambacho kinazungumzwa hadi sasa. Agano la kwanza lilifika mwisho mwaka gani? Njoo. Kwa agano la kwanza, agano la kwanza mwaka gani? Mwaka gani? Njoo. Agano la kwanza ni AD 34. Okay. Sawa. So the second began. Kwa hiyo agano la pili lianza lini? Ilianza lini? So ilianza lini? The second covenant. Agano la pili lilianza lini? Baada ya hapo, ndio napenda hiyo. Hivyo ndivyo ilivyo. Na nani sasa? Na nani sasa? Kwa hiyo ni wapi ambao walikuwa kiroho watu nyumba ya Israeli sasa? Ni kina nani rafiki zangu hao? Ni kina nani? Kuna mitume, amina. Na wengine wapi? Mataifa walioongoka. Waumini wa kimataifa. Sasa wakawa nyumba kiroho ya Israeli. Hawa ndio watu ambao Kristo alifanya agano nao baada ya mwaka wa 38 baada ya Kristo. Kristo alikuwa wapi alipofanya agano hilo? Alikuwa wapi? Alikuwa wapi alipofanya agano na mitume na watu wa mataifa waliongoka baadaye? Unajua nini? Acha, kwa sababu nimeruka sehemu hiyo. Na kwa nini huelewi sasa? Rudi hapa. Sawa, rudi hapa. Agano la kwanza ilikuwa ni nyumba ya Israeli. Ilifikia ukomo mwaka gani? Ishia hapo. Kwa nini Mungu hakuingia kwenye agano nao tena na nyumba ya Israeli? Kwa nini? Fikiri kuhusu Ibrahim. Kwa nini? Walitakiwa hubiri injili duniani kote. Je, hii ina maana? Kwa hiyo ikiwa mmoja wao angekufa 34 AD, je, injili koma? Hapana. Je, injili koma? Lazima awe kundi jingine sasa ili kuendeleza kazi. Hiyo ndio maana. Umeelewa sasa? Ni wazi sasa. Kwa hiyo sasa tunaweza kuthibitisha agano la pili lianza lini? Kwa sababu lazima liwepo kundi la kuhubiri ulimwengu mzima. Sasa ni twende kitabu cha Mwanzo. Ibrahim was called to evangelize aliitwa kuhubiri injili duniani. Andika chini hapa. Na hivyo ndivyo inavyoeleweka sasa. To evangelize what, friends? Rafiki zangu, preacher man, let's go. Genesis Mwanzo 17. And I begin verse 1 tuanze and na aya ya kwanza na pili. Go. Twende. Ibrahimu alipokuwa mtu wa miaka 99,
Bwana akamtoka Ibrahimu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele zangu ukawe mkamilifu. Sawa? Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidishia sana sana. Aliweka nini? Aya 4, mimi agano langu nimefanya nawe, na utakuwa baba wa mataifa mengi. Ndio atakuwa nani sasa? Baba wa nani? Wa mataifa mengi. Fikiri kihalisia, baba anamaanisha kufanya nini kwa watoto wake? Tafadhali. Tafadhali simpe kipaza sauti. Baba anapaswa kufanya kwa watoto wake? Kufundisha. Sura 18 ya Mwanzo mstari wa 19, najua yeye Ibrahimu ataongoza nyumba yake baada yangu, na atakuwa ni baba mataifa mengi, na aliitwa kuhubiri ulimwengu wote. Mwanzo 18. So when the first came to an end, baada ya neno la kwanza kuisha, ni lazima ainue wengine ili kusudi kupeleka hii injili mwisho. Je, ina maana hiyo sasa? Je, unaona hicho kitu? Asifiwe Mungu kwa hilo. Amina. Na hilo ndio kundi la pili. Kwa hiyo sasa ilikuwa wapi? Kwa sababu nakupa kwenye CD sasa, Kristo alikuwa wapi alipoingia katika agano la pili mwaka 38? Alikuwa wapi? Alikuwa wapi kihalisia? Twende huko. Twende kwenye Ibrania 9. Ibrania 9. Yesu alikuwa katika patakatifu. Ninakwambia ukweli rafiki zangu, Biblia iko wazi. Lazima tujue tuko wapi. Yesu alikuwa wapi? Sehemu gani? Patakatifu. Soma Ibrania 9 11 mpaka 12. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema atakayokuwako, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi iliyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele kwa ajili yetu. Kwa hiyo alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Patakatifu. Alikuwa patakatifu pa mbinguni, katika patakatifu pa mbinguni. 38 BK. Sasa nini? Alikuwa mali gani? Patakatifu. Alipoingia kwenye agano la pili kwenye mwaka wa 38 baada ya Kristo, mahali patakatifu. Angalia kwa makini. Lakini Biblia inasema kwamba agano la pili limeunganishwa na mahali patakatifu sana. Kwa hiyo marafiki zangu, angalia kwa makini. Sawa, kuna ngazi ngapi? Kuna ngazi ngapi katika patakatifu? Kuna vyumba vingapi kwenye patakatifu? Kuna hatua ngapi kwenye patakatifu? Kuna hatua ngapi? 3. Kwa Yesu alikuwa wapi alipoingia kwenye agano la kwanza na Israeli? Alikuwa wapi? Alikuwa kwenye uwanje. Siku ile alikuwa mbinguni. Bila shaka alipokuja duniani kwenye agano la kwanza alikuwa bado linaendelea. Wakati alipokuja duniani katika ua, agano la kwanza lilikuwa bado halijaharibika. Inamaanisha hiyo alikufa. Wanampiga Stefano, yuko mahali patakatifu, na sasa anaingia kwenye agano la pili. Inamaanisha hiyo kwenye sehemu ya pili. Kwa alipoondoka sasa kwenye awamu ya mwisho, patakatifu mno, sasa ni lazima aingie wapi? Katika nini? Katika agano jingine. Kwa nini lazima kuwepo na kundi jingine ili kumaliza kazi? Sasa unaona, sasa lazima anue kundi jingine kufanya sasa kuhubiri ulimwengu. Anapoingia kwenye patakatifu mno, hiyo maana kwamba agano la pili inaendelea katika patakatifu mno. Acha nipate kwenye Ibrania 9. Mhubiri wa Ibrania 9. Nenda kwenye Ibrania 10. Ibrania 10, twende.
Hebrews 10, read verse 15 and 16. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us. Mtakatifu naye amshuhudia, kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakalo agana nalo baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo nitanena. 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu. Pa wapi? What is the holiest? Je, patakatifu ni wapi? Holiest, most holy place. Patakatifu mno. That's it. Hebrews Waebrania chapter 10 verse 15. Aya 15, aya 16 na aya 19. So the Kwa hiyo second agano la pili covenant linaendelea hadi continues mwisho. into the most holy place. Kwa hiyo Kristo So Christ must raise lazima up inue a group. kundi. Ndio? To evangelize Kuhubiri the ulimwengu world wote. when he moved into Anapohamia the mahali most pa holy place. juu. What date he moved Ni there? wakati gani aliingia hapo? Oktoba 22, 1844. Which Ni kundi group gani was raised up in aliloanzishwa that wakati time huo? period? That's it. Ndivyo hivyo. That's it. And just Na as kama he called vile Abraham alivyomwita Ibrahim katika in Mwanzo chapter 17 sura ya 17 mstari wa kwanza na pili, verse 4, mstari wa 4, and Genesis na Mwanzo 18 19 waadhimisha Sabato. Waadhimisha Sabato sasa modern ni Waisraeli wa kiroho. house Ni nyumba ya Waisraeli wa kiroho. of Israel. Je, hilo liko wazi rafiki zangu? He moves now into the Anaingia most sasa holy katika place. patakatifu, And now na he sasa begins anaanza to raise kuinua up watu another wengine group to go and na kwenda kuhubiri evangelize the ulimwengu world, wote, just as he called kama Abraham alipomwita Ibrahimu to be the kuwa father baba wa of many mataifa mengi, nations, to command them kuamuru wafuate follow the ukweli wa Bible Biblia. truth. And what makes Na us nini God's kinachotufanya people, by the kuwa way? watu wa Mungu? Ni It is nini? what? Ni Yesu, Jesus, the sheria law, na and the patakatifu. sanctuary. Mambo hayo Those matatu. Mambo hayo matatu. Kristo, Christ, the sheria law, and na the patakatifu. sanctuary. This Hii is ndio what makes linalotufanya us kuwa God's watu wa people. Mungu wa SDAs Sabato, are now the modern ambao spiritual ni house of Waisraeli wa Israel. kiroho wa sasa. Is that point Je, hiyo clear, ni my pointi friends? iko wazi rafiki zangu? Is that Je, point hiyo clear? pointi iko wazi? Start point clear. Ishia hapo kwanza. So my Sasa swali question langu now, sasa when ni did wakati gani the first covenant agano la kwanza begin? lilianza? Come on, John, sasa begin. lilianza lini? First covenant. Agano la kwanza lilianza wapi? Mount Katika mlima Sinai. Sinai. Sawa. Okay. Agano Second la pili? covenant. Agano la Second. pili? No, give me a date now. AD 34 34. AD. I wonder why the Nashangaa kwa nini Bible Biblia doesn't mention a third hajataja covenant. agano la tatu. I wonder. Nashangaa. Second continues. Agano la pili linaendelea. What date? Ni tarehe gani? God Mungu made alifanya a agano covenant na only Wasabato pekee with SDAs. mwaka 1844 pekee. We now are Sasa called umeitwa to be the kuwa baba father, the church kanisa la of mataifa many mengi. nations. That's Ndivyo who we tulivyo. are. Ndivyo That's who we tulivyo. are. Don't call me Msiniite kwamba na arrogant. kiburi. If I'm Kama mimi na arrogant, kiburi, the Bible Biblia is na arrogant. kiburi. Hiyo ndio Bible. Biblia. And no Na other hakuna church kanisa lingine teaches inafundisha that. hilo. None. Hakuna. the law, Kristo, sheria, heavenly patakatifu sanctuary, mbinguni, most holy mahali place, patakatifu October zaidi, 22nd, Oktoba 22, 1844. Hakuna jingine. Is that point Je, clear, hilo my ni jambo friends? la wazi? Okay, Rafiki let's zangu? Which Sawa. of these two Ni came yupi first? kati ya hawa wawili First aliyetangulia, agano covenant la kwanza or au la second pili? covenant?
Which came first? Lipi lilianza mwanzo? Which came first? Lipi lilianza mwanzo? Pastor, come on. Mchungaji, njoo. No, it's not. Hapana. Si swali la ujanja. Who said first? Nani alisema mwanzo? Who said first? Nani alisema kwanza? Nani alisema kwanza bila kujua? Wa kwanza. Nani alisema la kwanza bila kujua? Lipi lilikuja kwanza? Mpendwa, ingawa hili linaitwa gawa la kwanza, hilo linaitwa la pili. Nitaonesha wewe huyu ndiye uliyetangulia, sio? Sio? Sio. Sasa, kwa nini marafiki zangu, ili kuthibitisha hili, hebu tuthibitishe hili. Rafiki zangu, nenda kwenye Ibrania 9. Twende. Nadhani uko tayari mhubiri. Nithibitishe. Agano la pili. Covenant. Oh, this is going to be juicy. Inakwenda kuwa tamu sana. Nilikuwa nataka kusema machungwa ya California kutoka Florida, lakini machungwa ya Jamaica. Agano la pili litangulia la kwanza. Marafiki zangu, tayari? Okay. Sawa. Jambo la kwanza, nataka miote mtambue la kwamba jambo la kufanya ni lazima ufanye ubadilisho fulani. Kubadilika. The word. Neno. Covenant, agano, the testament. Ni agano. Ndio. Yes. The word covenant. Neno agano. To the word. Kwa neno. Testament. Testament. Kuitwa testament. Hiyo njia pekee ya kuthibitisha hilo. Lazima ubadilishe neno agano na neno testament. Lazima. Kwa mfano, kama nilivyosema kwenye Biblia, kwenye darasa la Biblia, akaruka kutoka hapa hadi Jamaica, ikiwa nina sarafu za Marekani. Katika baadhi ya maeneo siwezi kutumia sarafu za Marekani, lazima ziwe katika eneo la ndani ya sarafu. Kwa hiyo lazima niende mahali. Kwa nini? Kubadilisha sarafu yangu ya Marekani kuwa ya Kijamaika. Ndio naweza kutumia sasa. Sasa naweza kuitumia, inaeleweka, na hivyo ndivyo ilivyo. Kuthibitisha hilo jambo bora la kwanza, lazima tubadilishe neno covenant kwenye testament. Jambo la kwanza ni kuna njia mbili za kufanya. La kwanza katika Biblia, katika concordance ya Biblia. Katika nini? Katika concordance ya Biblia. Hesabu ngapi? Hesabu 12:42. Inaonesha agano humaanisha testimony na testimony humaanisha agano. Agano humaanisha pia testament au wasia. Sawa. Na vice versa. Ndio, mobili. Ukiangalia neno agano inakupa namba, nenda nyuma. Agano jipya inamaanisha agano. Angalia neno agano linakupa namba ile ile, nenda nyuma inamaanisha agano. Kwa hiyo agano inamaanisha wasia na wasia humaanisha agano. Ukiwa kwenye barabara, shambani, kuna concordance ya Biblia, basi ni andiko gani na kuonesha kwamba agano linamaanisha agano na agano humaanisha agano? Ni nini kilicho nyuma yangu hapa? Unahitaji? Inaitwa sanduku la agano na sanduku la ushuhuda. Nenda kwenye sura ya 11 ya Ufunuo. Nasoma aya ya 19. Ufunuo 11:19. Na sehemu nyingine ni Waebrania 9. Ile aya ya 4. Tuanze na hii kwanza.
Twende. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake lilionekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Inaitwa nini? Sanduku la agano. Sawa, twende kwenye Ibrania 9. Ibrania 9. Ile chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lilofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana, ile fimbo ya Haruni iliyochepuka na vile vibao vya agano. Unaona hiyo rafiki zangu? Agano, sanduku la agano ni sanduku la agano. Agano maanisha agano. Jambo lile sasa, angalia kwa makini. Agano la kale linaitwa agano jipya. Ni nini hiyo? Agano la kwanza. Ngoja nikuulize swali. Ni magano mangapi ndani ya Biblia? Magano mawili. Nipe magano hayo. Unahitaji kwa pamoja? Agano la kale, na hilo inamaanisha agano la kale lilianza katika Mwanzo hadi Malaki, na agano jipya lilianza kwenye Mathayo mpaka Ufunuo. Kama tunavyosema, agano la kale lilianza Mwanzo hadi Malaki, na agano jipya Mathayo mpaka Ufunuo. Amina. Kwa hiyo agano la kwanza lilianzishwa na damu ya wanyama. Twende kwenye Ibrania 9. Nipe mstari wa 18. Twende. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Pasipo nini? Asante, endelea. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of the calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people, saying, "This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you." Kwa hiyo kwa mstari wa kwanza na mstari wa 22, bila kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo agano la kwanza ilikuwa limejengwa kwenye nini kaka? Ilikuwa ni damu ya nini? Damu ya wanyama. Na kisha andiko katika agano la kale, agano jipya, ni kwenye Kutoka 24 mstari wa 4 hadi wa 6. Sawa? Na unaweza pia kushuka hadi mstari wa 8. Kwa hiyo agano la kwanza lilianzishwa kwa damu ya wanyama. Amina. Amina. Hebu tujue ni lini agano la pili. Agano la pili. Kwa hiyo sasa agano la pili, agano la pili, au tunaweza kulita la pili nini? Asante. Ili tuhakikisha kwamba tuko pamoja. Sawa. Ilianzishwa by what now? Kwa nini sasa? What blood? Kwa nini? Kwa damu. What blood? Damu gani? By the blood kwa damu of Jesus. Ya Yesu Kristo. What text say that? Read Hebrews 9. Soma Ibrania 9:11. Let's go. 9:11. But Christ, lakini Kristo akisha kuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema atakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, iliyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na damu na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyizwa wenye uchafu kutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu ya Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itausafisha dhambi zenu na matendo maovu. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti akiisha kufanyika. Ishi hapo. Kwa hiyo nini kilichoanzisha sasa? Agano la pili, agano jipya, damu ya Yesu. Ni damu ya nani? Ni damu ya Yesu. Na kila wakati Yesu alionyesha hadharani damu yake ilimwagika kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Wakati
Wakati gani? Wakati wa msalaba. Mwaka gani? Mwaka 31. At the cross. Weka hiyo. All right. Katika msalaba mwaka 31. 31 AD. Msalabani. At the cross. At the cross. Msalabani. Where I first saw the light. Ambapo niliona mwanga wa mizigo yangu kwa mara ya kwanza. Rolled away. It was there. Amen. What you want to all sing now? Wiko pale? Ndio, amina. So at the Kwa hiyo cross msalabani is when he ndipo alipoonyesha hadharani damu yake iliyomwagika. Lakini damu yangu inasema kwamba, sikiliza. Je, Musa alikuwa kabla ya msalaba? Ni swali rahisi sana. Who says yes, raise your hand. Did the account of Moses simulizi ya Musa alitumia wanyama, damu ya wanyama ili kuanza agano la kwanza, agano la kale? Je, hilo lilikuja kabla ya msalaba wa Kristo 31 pekee? Nani alisema ndio anyoshe mkono? Who says yes, raise your hand. Nani alisema ndio anyoshe mkono? All right, you don't know my sister. Sawa, humjui dada yangu? Sawa. Okay, let me ask one more time. Nauliza kwa mara ya mwisho. Using blood of kwa kutumia damu ya wanyama to establish ili kuthibitisha agano la kwanza. Did that event je, tukio hilo lilitangulia kuja kwa Kristo kama mwanadamu na kufa msalabani halisia? Ndio, hapana. Hapana. Acha nizungumze na dada yangu tafadhali. Nini kilitokea? Sawa. Kwa hiyo Adam alichinja mwanakondoo mara kwanza, sawa? Au Bwana alipoingia ndani katika Edeni, wakati mwanakondoo alipochinjwa kwa mara ya kwanza, je, hiyo ilikuwa mbele ya Kristo au alikuwa msalabani? Ndio, hapana. Ndio. Sawa. Je, Adam aliishi kabla ya Kristo msalabani? Ndio. What happened? Nini kimetokea? Je, Adamu aliishi kabla ya kuja kwa Yesu kihalisia mwanzo, na neno alikuwepo, neno na neno akafanyika kuwa mwili na akaishi kwetu, tuliona utukufu wake. Je, Adamu aliishi kabla ya Kristo kuja kama mwanadamu na akafa? Kwa hiyo inawezekanaje kusema kwamba hili kujua kwanza vipi? Nenda kwa Petro wa kwanza. Je, tunawezaje kusema hivi? Agano la pili, agano jipya lilitangulia la kwanza? Vipi? Kwa sababu agano la kwanza lilianzishwa kwa damu ya wanyama. Agano la pili lilianzishwa kwa damu ya Kristo. Mateso ya Yesu, alikufa kabla ya kuwa mwanadamu, na ndiyo maana hii inakuwa la kwanza. Mateso yake yalikuja kabla ya yeye kuja kuishi kama mwanadamu. Sikiliza jinsi wasikilizaji walivyosikia neno la Mungu. Nenda kwanza kwenye Petro wa kwanza. Petro wa kwanza. Nenda kwanza 13. Let's go. Ufunuo 13. Chapter 13. Ufunuo 13 mstari wa 8. Twende. Let's go. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo ambaye alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Sasa kaka, mwanakondoo aliyechinjwa kutoka wapi? Kabla nini? Alichinjwa kabla ya kuwekwa kwa nini? Kwa misingi. Kwa misingi ya ulimwengu. Sawa. Kina maana gani? Mwanakondoo alichinjwa lini? Kama mwanakondoo alichinjwa lini? Alichinjwa lini sasa Kristo? Kabla ya kuwekwa misingi. Nini hiyo? 31 msalabani. Mungu wangu, kwani umeniacha? Ni msingi wa mwanzo.
Msingi ni mwanzo. Njoo sasa. Come on now, put it down. Foundation. Unaona kwa nini huwezi kwenda kanisani? Njoo marafiki zangu, soma Biblia zenu. Amina. Msingi maana yake mwanzo. Nashangaa unathibitishaje hilo? Hebu fikiri, unamwambia mtu kwamba katika jiandae kwa ajili ya kazi shuleni. Kwa hiyo tunataka andiko na uthibitisha msingi wa mwanzo. Tuna moja, nenda kwenye Waebrania 4. Waebrania 4. Waebrania 4. Read verse 3 and verse 4. Come on, let's go. Waebrania 4. Twende Mhubiri. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha. Kwenye nini? Kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu hawataingia katika rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Ishia hapo. Kazi zilimalizika kabla ya kuumbwa misingi ya dunia. Maana yake nini? Kwa maana amenena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi zake zote. Kristo alistarehe lini? Kutoka kwenye misingi ina kuumbaji. Kwa hiyo mwanakondoo alichinjwa wakati wa uumbaji. Inasema kutoka kwa misingi. Huo ni mwanzo, ndugu na kaka. Nenda kwa Petro wa kwanza. Petro wa kwanza chapter 1. Read for the class verse 18 Petro wa kwanza 18 mstari wa 18 mpaka 20. Mstari wa 18 mpaka 20. Rafiki zangu, hii ndio hoja. Kile mlichokiona msalabani, kumbuka kwamba mkuki haukumua Yesu. Misumari mkononi mwa miguu mwake kumua Yesu. Taji ya miiba kichwani mwake haikumua Kristo. Kilichomuua ni dhambi. Alikufa kwa moyo uliovunjika. Ndio maana alipochomwa aliona vijito viwili vilivyoteleka, maji na damu, moyo uliovunjika. Kilichotokea kwenye msalaba wa Kalvari ilikuwa ni ishara tu ya hadharani ya kile Kristo alichokifanya alipopata uzoefu tangu Adamu alipotenda dhambi. Ndio maana yeye ni mwanakondoo alichinjwa tangu misingi. Mateso ya msalaba yalianza tangu Adamu dhambi ilipofanya. Na ndio maana agano la pili linathibitisha kwamba kwa sababu lilianzishwa kwa damu ya Yesu. Simama hapo. Nini maana damu? Damu humaanisha nini kwenye Waebrania? Damu humaanisha uhai. Kwenye kitabu cha Walawi 17:11 Yesu alisema, lini nitatoa uhai wangu, nitatoa damu yangu. 31 msalabani. Lini Yesu alisema kwamba nitatoa damu yangu, nitatoa maisha yangu kwa ajili ya watu? Ni lini? Msalabani? Hapana, ni kabla hajamuumba mwanadamu. Yeye ndiye mwanakondoo alitoa damu yake, uhai wake kabla ya kumfanya mwanadamu. Kama mtu akitenda dhambi, nitatoa uhai wangu, nitatoa damu yangu. Mwanakondoo wa Mungu aliyechinjwa alikuwa ahadi. Mwanakondoo aliyechinjwa hata kwa damu. Yesu alisema katika Mwanzo sura ya 3, nitaweka uadui kati yako na mwanamke, kati ya uzao wake utakuponda kichwa chako. Ilikuwa ni ahadi. Ni wakati wote Mungu anasema, wakati wote Mungu anaposema, wakati wote Mungu anapozungumza hutimia. Zaburi 33 nipe mstari huo.
Psalm 33. Zaburi 33. He spake, alisema, it was done. Ikawa. He commanded, aliamuru, and it. Where am I? Ikawa. Niko wapi? I must trust you, preacher. Lazima nikuamini mhubiri. I must trust you. Lazima nikuamini. He speak. It was what? Done. Ikawa. And it stood fast. Try there, friends. The lamb slain, he gave his life, his alitoa uhai wake, damu yake kabla ya uumbaji. That's why it was established na ndio maana lilianzishwa kwa damu ya Yesu. Na agano la pili, agano la pili, ndio sasa, na agano la pili, the New Testament, come on, the new covenant was established by what? The blood. The life of Christ. When did Christ officially give his blood and life? From the foundation. Tangu kuwekwa misingi. Anakuja kwanza. Tuko wapi sasa? Petro kwanza. Twende. 18. Verse 18. Petro kwanza 18. Nani mnafahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Subiri, kwa kadri unavyojua hamkukombolewa kwa dhahabu na hizi fedha. Soma katika mstari wa 19. Bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na wa, yani Kristo, naye alijulikana kweli tangu zamani kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani. Kwa hiyo kile unachokiona msalabani kilikuwa tayari kimefanyika. Katika aya 20, aya 19, kwa mwana kondoo, kwa mwana kondoo asiye na dosari wala hila. Sawa, ni nani huyo? Ni damu ya Kristo, ambaye kwa kweli teuliwa kwa ajili kabla ya kuwekwa msingi ya nini? Msingi ya ulimwengu, lakini ilidhihirika. Kwa hiyo kile kilichoonekana msalabani kilifanyika hapo awali. Hii inasema kabla. Kabla nini? Msingi. Na neno linalomaanisha msingi ni mwanzo. Kwa hiyo kabla ya mwanzo umbaji, Kristo alisema, nitatoa damu yangu. Nenda kwenye Waebrania 9, tazama. Hatuchezi mchezo hapa. Waebrania ngapi? Sura ya 9. Soma mstari 26 sasa. Na tuende mwishoni. Soma. Kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunguliwa. Ishie hapo. Ameteseka mara ngapi? Amekuwa akiteseka tangu lini? Katika Mathayo 16, Kristo alisema katika mstari wa 21, mwana wa Adamu hana budi kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kutoka kwa waandishi na Mafarisayo, na kuuawa na kufufuka siku ya tatu. Lakini hii inasema wakati mateso yalianza tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mara nyingine tena, mstari wa 26, kama ni hivyo ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi wa ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunguliwa. Sikiza kile dada White anachokisema hapa, kitu muhimu sana. Tazama, anasema kwamba wachache hufikiri kwa mateso nini? Mateso ambayo dhambi imemsababishia muumbaji wetu. Sikiliza, mbingu yote iliteseka katika mateso ya Kristo. Lakini hebu tusome, lakini nini? Mateso hayo hakuanza wala kumaliza na kuisha kwa udhihirisho wake katika binadamu. Hiyo iko wazi. Anasema kwamba msalaba, anasema kwamba 31 BK, msalaba ni ufunuo wa hisia zetu za watu wazima za maumivu, kwamba tangu mwanzo wake dhambi imeleta moyoni mwa Mungu. Msalaba ulikuwa kitu tu ili kwetu tuweze kuona kile ambacho Kristo alikuwa anakipitia kwa sababu ya dhambi za Adamu.
And the second na agano la testament, pili, second agano la pili, New Testament, agano jipya ilianzishwa kwa damu ya uzima, ahadi, dhabihu ya Kristo, na hivyo ilianza mara tu Adamu alipotenda dhambi msalabani. Msalaba ulikuwa kwetu ili tuone kila ambacho Mungu amekuwa akikipitia. Ni kifaa cha kuona tu, kifaa cha kuona tu. Kila ukiukwaji kutoka kulia, kila kitendo cha ukatili, kila kushindwa kwa mwanadamu kulifikia lengo la Mungu ni nini sasa? Huleta huzuni. Mpendwa, andiko langu la mwisho ambalo linaeleza hili linasema, lakini mateso hayo inasomeka kwamba hayakuanza au kuishia na udhihirisho wake kama binadamu. Sikiliza, bado inaendelea. Nashangaa kwa kila kitu Dawiti alichokiandika kipo kwa Biblia. Ninapata wapi kanuni hii? Hiyo ndiyo ninaojifunza. Kwa hiyo napohubiri, ikiwa watu hawaamini katika roho ya nabii, mimi nawape Biblia. Nenda kwenye Waebrania 6. Twende tuone. Mateso ya Kristo hayakuanza, hayakuisha msalabani. Waebrania inasema kwamba kila wakati tunapotenda dhambi tunamsulubisha Yesu. Njoo. Kila tunapotenda dhambi tunamsulubisha Yesu. Kivipi? Kwenye maneno mekundu, mateso hayo hayakuanza na kuishia. Na shangaa kwa nini? Kwa sababu bado tunaendelea kutenda dhambi. Mateso hayo hayakuanza na kuishia msalabani. Kwa nini? Kwa sababu bado tunatenda dhambi. Unaona hiyo? Waebrania 6:6. Kila wakati tunapotenda dhambi tunamhuzunisha Yesu, tunamjeruhi Yesu. Maana yake nini? Inamaanisha nini hiyo? Angalia kwa makini, angalia kwa makini. Hebu tuchukue msalaba. Huu ni msalaba wangu. Huu ni msalaba wangu. Ni mwaka gani huo alipokufa? Kwa hiyo huu ni mwaka wa 31 AD. Huku ni kusulubiwa kwake. Waebrania 6 inasema kwamba, twende Waebrania 6:6, kwa kuwa wanajisulubisha kwa ajili ya wenyewe mwana wa Mungu na kumtia aibu hadharani. Inasema kwamba wakianguka kila wakati. Tunapoanguka dhambini tunamsulubisha Kristo. Iliandikwa lini Waebrania? Kabla au baada? Kwa hiyo Waebrania iliandikwa mwaka gani? Na wakati tunapofanya dhambi tunamsulubisha. Angalia, ikiwa kila wakati tunapotenda dhambi tunamsulubisha, vipi kuhusu hao? Nini aliyetenda dhambi mbele ya msalaba? Ikiwa kila wakati tunapotenda dhambi anapitia mateso ya msalaba, vipi kuhusu wale walioishi kabla ya msalaba? Wakati wowote walipotenda dhambi, yeye ni alisikia uchungu ule ule aliohisi alipokuja. Kwa sababu kila unapotenda dhambi anahisi hivi. Unaona hiyo? Kwa hiyo huyo ni Adam. Adam alipotenda dhambi alianza kuhisi nini? Mnaona marafiki sasa? Adam alipotenda dhambi alianza kuhisi hivi, kama vile tunavyotenda dhambi leo. Ni miaka mingapi leo? Unaona sasa? Tunapotenda dhambi leo anahisi hivi. Na kama hii ni sahihi, hivyo ni maana kwamba wale waliotenda dhambi kabla ya msalaba alihisi maumivu ya uchungu wa msalaba. Kwa hiyo tunawezaje kuacha hiyo? Tunawezaje kuacha hiyo? Kama unapenda unafanyaje? Na White anasemaje? Mahubiri ya Injili
si kuleta mwisho tu, bali kuleta mwisho wa Kristo, mateso ya Kristo. Na ndiyo maana kuzungumza tu kuhusu habari ya matukio yanayotimizwa unabii na wakati ni sehemu tu yake. Injili si kuleta ujio wa pili tu, ni kuleta mwisho kwa mateso ya dhambi ambayo leta ndani ya moyo wa Mungu. Na ndivyo maana wale walioishi kabla ya msalaba walijua wangekufa kabla kuja kwake mara pili, lakini waliishi kwa uaminifu, si kwa sababu ya kuja kwake mara pili, bali kuleta mwisho, mateso ndani ya Kristo ambayo anayahisi tukifanya dhambi. Hilo ndo la msingi. Amina. Unafikiri dada White alijua kwamba alikufa kabla ya pili wa Kristo? Alijua hilo. Kwa hiyo uaminifu wake haukutegemea kuja kwa mara pili kwa Kristo, lakini kumaliza mateso ambayo analeta kwa mwana wa Mungu. Hicho ndicho cha msingi. Hivyo kwa hiyo tunaweza kufa kabla hata alama ya mnyama. Tunaweza kufa kabla tu ya kuja kwa Kristo mara pili. Ndio. Kwa hiyo jambo kuu ni lipi? Ni kuzuia, ni kuishilizia mwisho mateso ambayo Yesu anayapata. Hicho cha msingi. Ndio matukio na unabii inatupa nini? Muda kukamilisha. Ni muda gani uliosalia kumaliza hili? Ni muda gani uliosalia? 5 key of survival. Ndivyo ilivyo marafiki zangu. Tumebarikiwa leo. Tuombe. Any questions? Maswali yoyote? Any questions? Maswali yoyote? Any questions? Hakuna swali. Any questions? No. Okay. Swali lolote? Hakuna? Because you want to go home. Kwa sababu unataka kwenda nyumbani. Because you want to go home. Kwa sababu unataka kwenda nyumbani. Let's pray. Tuombe. Let's pray. Tuombe. Father in heaven. Baba yetu uliye mbinguni, we're thankful today for the time spent. Tunashukuru leo kwa muda uliotumia katika neno lako. The revelations. Mafunuo tuliyopokea. The meat in due season. Nyama tuliyopata. May we not forget what we have heard. Tusisahau tulichosikia. As we begin this new week, na tunapoanza wiki mpya, may we learn, tujifunze kusema ndiyo kwako na hapana kwa nafsi. Yes to you and no to Satan. Ndiyo kwako na hapana kwa shetani. Ndiyo kwako na hapana kwa majaribu. Na tunaweza kudai maneno ya Yakobo 4:7. Nyenyekeeni kwa Mungu, mpingeni ibilisi, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia. Na tupate uzoefu wa Ukristo wa kweli. Na hii isipunguzwe na mambo ya utawa unaonyenyekea ndani ya makanisa. Na tupatikane kwa uaminifu katika agano, kwamba unaweza kututumia kwenda kuhubiri ulimwengu. Tudumishe uaminifu, tunaomba. Turudishe kwa wakati uliowekwa. Ndio maombi yetu katika Kristo Yesu. Amen. Bring us back at the appointed time is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen.